Fahamu gwiji wa fasihi wa Kiafrika. Alizaliwa kama James Ngugi mnamo mwaka 1938 katika kijiji cha Kimirithi nchini Kenya, wakati bado ukoloni wa Waingereza ulikuwa umejikita si tu katika siasa na uchumi, bali hata katika lugha, elimu na fikra. Lakini mtoto huyo mdogo hakuwa na ndoto za kuwa mtu wa kawaida, bali alikuwa na kiu ya kusema yale ambayo watu wengi walihofia kuyasema. Politics of memory. Ngugi alianza kuandika akiwa kijana, na kitabu chake cha kwanza kikiitwa Devil on the Cross, na kupata umaarufu kupitia riwaya yake ya Weep Not Child, ilielezea maisha ya kijana Mwafrika wakati wa ukoloni, changamoto za familia na harakati za uhuru. Mbali na Weep Not Child, Ngugi aliandika The River Between, A Grain of Wheat na nyingine nyingi. Kazi zake zilichambua hali ya ukoloni mamboleo na mateso ya watu wa kawaida. Lakini Ngugi akaanza kujiuliza, kwa nini lazima niandike kwa lugha ya mkoloni ili niwe msanii? Hapo ndipo Ngugi alibadilika, kuanza kuandika vitabu vyake kwa lugha ya nyumbani. Watu walimshangaa, wengine walimsema, lakini Ngugi alikuwa tayari kwa vita vya kifalsafa. Gwiji huyo wa fasihi alijua kuwa lugha ni silaha. Ndipo akaandika tamthilia yake maarufu ya I Will Marry When I Want kwa lugha ya Kikuyu Ngahika Ndenda. Tamthilia hiyo haikuwa ya kawaida. Ilizungumzia matatizo ya wakulima, maskini na wanyonge katika jamii, jambo ambalo serikali haikupendezwa nalo. Mwaka 1977 Ngugi alikamatwa na kuwekwa gerezani, si kwa kuiba, si kwa kuua, bali kwa kuandika na kusema ukweli. Hayo yote hayakumfanya akate tamaa. Katika gereza la Kamiti Sero namba 16 aliandika tamthilia yake nyingine kwa Kikuyu, Gaitan Mutarabain, kimaanisha shetani ameshindwa, kwenye karatasi za chooni. Baada ya kutoka gerezani, aliishi uhamishoni kwa miaka mingi, Uingereza na Marekani, lakini jina lake liliendelea kuwaka kama moto wa matumaini kwa waandishi wa Kiafrika. Ngugi aliwahi kusema, hatuwezi kujikomboa kiuchumi, kisiasa na kitamaduni bila kuikumbatia lugha yetu. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu, taa ilizima, huzuni ilitanda. Kwa kuipoteza kalamu ya mapinduzi, Ngugi wa Thiong'o alifariki dunia. Kwa zaidi ya miongo 6, Ngugi wa Thiong'o alipinga dhulma, akatetea lugha na akapigania waliotemwa na kutengwa. Hakika Ngugi wa Thiong'o si jina tu, ni mwamko, ni sauti ya bara liliyojifunza kusema tena kwa lugha yake. Kalamu yake haikuandika tu hadithi, bali iliandika mapinduzi. Makala hii imeandaliwa na Fatma Kionda na kusimuliwa na Fatma Kionda.